Changamoto ni lack of job tu. Nilivyokuambia lack of capital. Because muziki unataka pesa. Yeah. Muziki lazima invest. Lazima muziki ni investment. Kukosa do, kukosa pesa. Basi kizeni niwaeleze, nilijikaza taunga kuwatafutia mpunga wa mchele, siku zingine pia niliwaleteaga, nilifosi kupata riziki, nikiamini mambo ya tatiki, waliniacha jumi masikini, nilidhani mlele tundaishi. What's up my people, welcome back to my channel Yano Show KE. Ndio channel ambayo inakuletea udaku hapa Mombasa County. Kuna wale ambao wanasema kwamba Yano mbona uonekani, unapata clips ambazo hazionekani. So leo niweza kufika hapa maeneo, ukiona hapa ni ghetto. Tuko Mombasa County. Hapa tuko Magongo. Kwa jamaa fulani hapa hivi anaitwa Akiboy. Jamaa anapiga unyama zaidi pale katika mtandao. So nimeweza kumvamia ghafla tu kuweza kumuuliza, je, bro unaendelea inakuaje, mbona muziki umenyamaza ama vipi, inaendeleaje katika muziki wa huu muziki? So wacha nimtafute huyu kijana ambaye anaitwa Akiboy aweze kutuelezea, je, huu muziki unampelekanaje. Lakini wewe kama mgeni hapo kwa Yano Show KE unafanyaje? Unafanya pale ingia pale katika TikTok, Facebook, Instagram, nini unafanya pale Yano Show KE, una subscribe, una like afu na comment. So kijana ndio huyu hapa. Inakuaje mwamba? Mambo fresh. Mambo fiti? Mambo poa sana. Wewe unakaa kama unyeshewa bwana, na Mombasa kuna joto mwanangu. Sijanyeshewa, ni vile siku 2-3 nyuma kumeweza kunyesha, na kidogo unaangalia hali ya anga ilivyo. Kidogo hivi kuna ubaridi, lazima mili zitulie. Huyu Akiboy ni nani mwanangu? Akiboy ni msanii. Akiboy ni secular artist. Akiboy tu ni msanii. So kando na usanii, huyu Akiboy anashughulika na nini? Akiboy anafanya mambo mengi. Akiboy ni full package yani. Akiboy does everything. But siui. Siui. Yaani mwanangu, kwa wasanii wote ambao wana majina magumu, yani una jina gumu sana. Ili jina litoka wapi mwanangu? Bwana, jina langu kama nilivyokuambia last time, jina langu hata sio gumu. Ni vile tu watu wanaliona gumu, lakini jina langu sio gumu. Jina langu ni rahisi sana, litokana kwa jina la mzae, the founder of the family, babu. So jina langu litokana pale kwa babu yangu. Jina lenyewe ambapo lilikuwa laitwa Akwiri. Mimi nikatwist kidogo, nikasema ni kila liwe jina la kisasa, nikalifanya liwe Akiboy. Baada ya Akwiri, mimi nikakuja nikaweka simi ni boy ama Oli boy. Mimi ni boy. Ama LGBTQ. Huko siko. Sasa ndio nikaamua niweke boy kwa sababu mimi ni boy, nikasema ni Akiu alafu boy. Hivyo tu swaga fulani. So mwanangu, niwe kutafuta sana, kuna mambo umeweza kufanya pale katika mtandao. Last time tulikuwa na interview moja na wewe kali sana ile wakati. Lakini je, muziki unakupelekaje sasa hizi? Industry ya Mombasa inasemaje sasa hivi? Hoja industry ya Mombasa nayo kuhandle nayo upande mwingine inakuwa ngumu sana, kwa sababu hapo Mombasa support nayo tuseme iko down sana, unaona, iko chini sana. Lakini mimi upande wangu muziki najikaza to my best. Yes, najaribu tu to my level. Mimi nishaona wasanii wengi wakihangaika kama wasanii wengi wanapoteza like wasanii wengi. Akiboy. Yano, mambo gani haya? Akiboy. Nitakugota wewe. Akiboy nini? Na sasa mko njiani, Akiboy usifanye chochote bana. Yano dadako huyo. Huyu mtoto simjui huyu. Waje Akiboy nani wewe? Yano, mambo gani haya? Wewe mbona unakuja kupita kwa interview? Wewe nitakuruga wewe. Usifanye chochote bana. Siwezi kufanya chochote aje wewe. Mbona wewe anapita kwa interview yangu huyu? Leo dadako. Udogo huyu. Wewe nitakuvuruga. Sasa huyu mtoto anataka kupigana mimi huyu. Sasa tutasqueeze hapa bwana, alafu waje tu kwa njiani labda. Wewe nenda, mimi sina maneno. Niko interview yangu hapa, sina maneno na wewe, nenda. Industry ya Mombasa umesema kwamba ni ngumu kiplani. Mazee ni ngumu yani huku coast. Ni ngumu sana huku coast. Mazee kupambana nayo huku kunataka moyo na kunataka bidii. Bidii extra bidii. Yaani extra bidii kivipi yani mwanangu? Unajua kuna bidii, yani bidii tofauti. Bidii ya pesa, bidii ya kimuziki, bidii ya sauti. Mimi kwanza
Mimi nimeshaona wasanii wengi wanafanya muziki. We, kuja hapa. Kuja hapa. Yana mambo gani haya? Njoo hapa. Wewe ulifunza tabia, ulifunza kupita interview za watu hivi. Njoo hapa. We, Lakini mtoto mdogo mwanangu. Yana mambo gani? Mbona unakuja kupita kwa interview? Mtoto mdogo kupita kwa interview yangu. Alikuwa kitaka acheze pale unajua. We, nitakuvuruga wewe. Haya, enda zako. Tulia basi. Yana bwana, mimi hata hii interview sioni kama inanisaidia. Mbona mtoto anakuja kupita kwa interview yangu? Lakini sasa kama itaanza akacheze vile. Yacheza mbele ya kamera, mbele ya interview yangu, yacheza vipi huyu? Mbona angefanyaje sasa? Angepita kule angeenda kule. Lakini njia hizo naona tumekusafisha njiani. Njia gani mwanangu? Oya. Sitaki interview. Tulia. Njoo. Tulia. Acha hizo. Tuendelee, acha na mtoto basi. Sasa hebu tuelezee industry ya muziki inaendelea ama bado imejam? Unajua watu tunaugua, tuna pressure, watu muziki watuvuruga huko, alafu unaniita hapa, alafu mtoto anakuja kupita ndani ya interview yangu. Sijapenda. Na interview umelipia hii? Uweza kujaje bila mimi kulipia? Uweza kujaje bila mimi kulipia? Unajua wanasema wasanii wa Mombasa walipi interview ndio maana yake. Hapana. Wasanii wa Mombasa sisi nayo tunaimba vizuri. Kuimba nako tunaimba vizuri, si ndio? Lakini sasa hapo kwa interview yatakiwa bwana tusaidiane kwa sababu watu wengi tujaanza kulipwa. Watu wengine tujaanza kulipwa, tujaanza kuwa na pesa. Kwa hiyo mnasema Yana alilipisha interview ama ni watu gani hao? Yana mwenyewe yajua. Yeye mwenyewe yajua. Yalipisha au alipishi, lakini mimi nachojua najua mwenyewe. Basi tutoke hapo tuingie katika sasa safari yako ya muziki ilikuwa imesai inaendelea vipi? Maana najua tuna pressure kibao sana. Safari yangu ya music somehow iko vizuri. Nashukuru God kwa kwenye nimefikia. Then kuna ngoma 2 video niliachia last month, 1 month ago. Ukienda pale kwa my channel utazipata ziko. Moja inaitwa Sure Bet ambapo ilikuwa gospel song, na nyingine ni Ningejua sababu it's a song, a heartbreak song. Niliamua kuifanya video, unaona. Na Sure Bet pia nilifanya video. So hiyo safari yangu ya muziki hapo ndo naona nimefikia. Then kuna kitu nimeweza kufanya, nimeweza kutengeneza music distribution. Nimedistribute ngoma zangu ziko sahi kwa all digital platforms. Wewe ni msanii ambaye mimi nakubali sana, saa nyingine kwa muziki zako una message fulani. Lakini juzi Mwambo umetoa kibao kingine mpaka nikashangaa. Inakuaje bana? Sure Bet, yani umeamua kuingia katika gospel ama vipi? Honestly, sijaingia kwa gospel, but in everything that we do, we should consider God. We should put God first, unaona. Though I'm a secular artist, but sometimes I just choose to sing gospel because I really honor God. Unaona. Because if it's not God, singekuwa msanii hata wa secular venye niko hivi, venye mnanijua hivi, singekuwa msanii. Na God amenitoa pagumu sana. That's why niliamua kufanya gospel. So kwa saizi wewe ni msanii ambaye mimi nakutambua, kwa vile nimekwambia msanii ambaye nakutambua sana. Lakini kwa saizi tumeweza kuona kwamba ulinyamaza kwa muda sana, ambapo tulikuwa tumewasiliana na wewe kwa niambia kwamba unapitia maisha magumu. Je, labda ni somo gani unapitia kama sasa kama msanii upcoming? Unaona siku zote msanii upcoming kupitia magumu, hiyo ni kawaida. Then magumu mengi ambayo tunapitia huko mtaani ni kusota. Kitu cha kwanza kusota. Msanii una capital, msanii hauna ile inaitwaje? Hauna ile Stamina fulani. Like hivyo una kitu cha kujisema kwamba tuseme tu una capital ile ya kusema natoa hapa na save way, nafanya music, nafanya hii, like hiyo tu ndo tunakosa. Unajua ukikosa kazi, ukikosa job, yani ukikosa ile kitu ambayo inakuingizia at least 200 kwa siku, mazee maisha ni magumu sana. On my side, I've been struggling, but nashukuru Mungu zile negativity zimeanza kuniisha kwa my heart, then positivity zinakuja. Unaona, sikati tamaa, but life nayo lazima kila mtu apitie life ngumu. Life yenyewe lazima ikupige, lazima ikugotegote kidogo, unaelewa? So kwa saizi una mpango gani? Sasa nina mpango kibao sana. Kuna projects kama 4 hivi zinafuatia, na plan Mwenyezi Mungu akipenda
nikuje kuachia video nyingine hata kama ni moja mbili. Plan ziko kibao sana. Kwa saizi tumeweza kuona umeweza kusema ile ngoma yako nyingine Heartbreak ama vipi? Je, ulipigwa Heartbreak mwanangu mahali? Wajani wasanii siku hizi yani mnatupigia matukio yani ya kuchangaza yani. Yani mtu mpigwa umtoa nyimbo kumbe ni Heartbreak mwanangu. Mwanangu, on my side I can't just say that I was heartbroken. It wasn't me, but my friend passed through it. Kuna beshte yangu fulani. Kwa hiyo ngoja tupige polepole. Kwa hiyo hii nyimbo iko yako, kwa rafiki yako, kwa ambia rafiki yako. Hii nyimbo niliandika hii nyimbo because my friend alipitia hicho kipindi. Sasa nikaamua explain through music. Msiliana nani? Yule rafiki yako. Sasa nilikuwa nataka jamii ijue, dunia ijue kwamba kitu kama hili happen, unaona? Sababu anasema yeye angejua kwamba huyu manzi alikuwa anapenda pesa kutoka kwake, angejirekebisha, angetafuta pesa, ama ange step back, atafute pesa ndio akuje apatane na mademu, sababu walikuwa wawili hiyo nyimbo. Kama umesikia vizuri, walikuwa mademu wawili walizengua. Kisha maana jamani fukara, yani hana lolote huyu. Umeona? So hivyo ndo kulienda. But ni story ya beshte yangu, ile happen kwa beshte yangu. Twice mademu wawili wakaenda. Kisha na maana labda kwa saizi nyinyi wasanii upcoming ambao mnakuja katika game mnapitia changamoto mingi sana. Labda kama saizi ungekuwa mtu umeitwa katika serikali, yani serikali ya county government inaweza kuita kwambie, je, wangeweka mkakati gani ya kusaidia upcoming artists? Je, kiwewe ungeweza kuwasaidia vipi serikali ya county government ya Mombasa? Kwanza mimi naweza kushtumu county government ya Mombasa. Sio kushukuru. Ungekuwa ni wewe kwa ile nafasi, ungesaidia vipi serikali ya county government, yani kusaidia wafadhili upcoming? Ndio maana nakwambia aje, on my side ningependa sana kuisuta county government of Mombasa, because wao wanachukuanga wasanii wanatutengenezea, inaitwaga aje, auditions. Tunaenda audition, tuna perform, mshindi sijui apewa pesa ngapi, second third wanalipwa pesa, alafu hao wengine tunapewa 2k ama pesa kidogo, ama 1000 ama pesa yote kidogo, ambapo tupeke polepole. Kwa audition wewe umeenda, pesa kubwa umepewa pesa ngapi? Mimi audition nishaenda, being honest, niliendaga Swahili Pot. Bro, sipe kwa story mingi. Tunajua ulienda audition, si ndio? Tuelezee. Kuna mtu anataka kusikia pale. Ulienda audition, pesa kubwa ulichopewa kwa audition pesa ngapi? Nilipewa hata 2k. 2k mwanangu, na sauti yako 2k. Hata sikupata ya kutoa 2k. 2000 hata ya kutoa sikupewa. Nilikuja tu confirm you have received 2000 from blah blah blah. Sikutumia kutoa. Kwa hizo audition huanza kusaidia nini auditions? Audition uende pale ujionyesha kwamba wajua kuimba, una talent, uambiwe hujui. Mmeenda pale watu mamia ya watu, mayouths mmeenda pale imba, wachague watu wao washindi, mbaki pale nyinyi hamjui. Hivyo ndio huwa kunaenda huko kwa audition. Mimi nimeenda nyingi sana, mpaka nikaja nika give up nazo, maana huko unaenda huko hakuna lolote unalopata huko. Zaidi ya 500, 1000, 2000 kienda sana. Mimi ndio nimepata kufikia hapo. Kwa hivyo county government ama serikali ya Kenya kwa jumla, ingekuwa ni wewe umepewa ile nafasi ya kuadvise labda wasanii upcoming na nyimbo zao mnatoa ziendi, je, ungewapea nini gani ya kwanza? Mimi ningekuwa kwa serikali ya Kenya ama serikali ya county government of Mombasa, ningeweza kutengeneza platform ya wasanii, ambapo kila msanii akitoa ngoma yake ya post anafaa lipwe. Bora tu umetoa ngoma yako umepost, umeimba ngoma yako, umeenda studio, umetengeneza kitu chako kizuri, umepost, unafaa kulipwa. At least hasa ni wengine wasi give up mapema, because kushine nayo it takes too long. Then mimi ningetengeneza platform ya wasanii kiasi kwamba kila msanii akiweza toa ngoma, si ndio? Kama msanii anatoa ngoma, anajua ngoma kuna venyita itamlipa, kuna venye ngoma itambenefit, unaona? Nadhani hivyo ndio vitu mingi tu mimi ningefanya, but those are some of the things zenye ningeweza kufanya. Kwa saizi katika
hii changamoto ambayo unazipitia kwa saizi, je, ungekuwa ama changamoto zipi unazipitia saizi katika muziki wako saizi? Maana saizi tunajua wewe ni msanii ambao una kipawa, unasonga mbele zaidi. Labda changamoto gani unazipitia saizi? Zile main changamoto ni lack of job tu. Nilipokuambia lack of capital. Because muziki unataka pesa. Yeah. Muziki lazima invest. Lazima muziki ni investment. Kukosa pesa. Yeah. So kumekuwa na scandals kadhaa, yani baada tuingilie katika stories za humu. Jana tumeona Alikiba aliweza kuwa pale Kinoru Stadium, ameweza kujaza kabisa. Unasemaje kwa hiyo mambo? Alikiba ni mnyama. Yule namtambua yule. Alikiba ni mnyama. Yule mnyama yule. Alikiba noma sana. Yaani yule noma tiki kubwa moja ya blue. Kubwa sana. Yule noma bro yule. Mimi Alikiba mazee Tanzania. Big salute mazee. Alikiba ni noma. Ukisikia Alikiba umemaliza. Hakuna kutaja kitu kingine Tanzania. Alikiba tosha. Hivyo tu. Juzi tumeona msanii yule BN aliweza kuaibisha ndugu zetu kule Tanzania. Je, unasemaje sir? Wakenya si mwatujua. Kwanza TZ si mwatujua sisi. Kwanza Kenya bro, acha kwanza nitoke nje ya mada kidogo. Ukitaka kutrend Kenya, ukitaka kutrend huko kwingine huko taja Kenya. Ukitaka tu kujulikana kwa upuzi wako, shoga wako, jihusishe na Kenya. Yaani Kenya, ukitaja Kenya umemaliza. Kenya is the capital city of Africa. Kwa hivyo Kenya kuna nyota ya kutrend. Si ndio? Kenya ni kila kitu bro, ukitaja Kenya kuisha. Sasa BN. Ule baba ni waambiaje Tanzania kuhusu TZ? Bwana nyinyi mkipo ni kututaja sisi. Ukitaka tu kutrend taja Kenya. Yaani number 1 trending, yani ile tu nyota ya kutrend Kenya, yani Afrika na Kenya. Ukitaka kufanya upuzi taja Kenya, fanya upuzi alafu taje Kenya. Kama wewe ni MTZ, naona kuna madua huko TZ wanataja Kenya alafu wanajulikana. Haya. Sasa ukitaka kufanya chochote tu TZ, popote, hata nimesikia nani Chameleon aliimba Kasongo. Kasongo silikuwa na trend Kenya. Chameleon na huyo ndugu yake huyo, sijui ndio Wizo la ndo nani. Sijui ni nani, but huyo ndugu yake huyo mwenye anatembeaga naye hapa alitaja Kenya. Aliimba hiyo Kasongo akataja Kenya kidogo. Haya. BN. Huyo mseke parole noma sana. BN mwamba bana. Umsikia tulipata Nyabongo. Umsikiaga yani jamaa kiulimi fulani hivi ni mzito kidogo, but jamaa anapiga natural kitu. Ule jamaa ule ni noma sana. BN hatari sana. Yani umseni natural. Unajua TZ kitu inawasaidia. Auto tunes nyingi. Ulimsikia Mario alipoimba. Nikambaye sauti imeanguka ndani ya tumbo. Na huwa ni vipi? Mbona na sangira anashagaga kama mtu akija freestyle sauti si ile kwa audio? Ni studio tunafanyaga auto tune. Studio unavoimba hapa na venye utaimba studio ni different. Because studio ni auto tune. Then huko nje ni natural. Kwa mfano sasa nikiimba tu tulipatana Bongo Mikocheni kozangu bichi nalo pepo wa bahari, alinipita kama meli anayumba yumba kidondo sa kishenzi. Naona hiyo ni different na ya studio. Naona nikuje nikuimbie ngoma yangu mwenyewe ni wimbo ya BN, nikuje nikuimbie unachocha unapendwa muda kidogo ushatengwa, hivi ni wewe anapenda ama pesa za kondo napenda. Naona hiyo na ya studio ni different. So studio tunafanyanga kitu inaitwa auto tune. Ndio maana ni different na huko nje. Yeah. So sasa tuko na mengi leo, tumekuja yani kumuamsha huyu jamaa rafiki yangu. Tumetoka naye mbali sana. So ili lazima tuweze kukushiana. Je, labda tukimalizia, labda kama hujapiga ile tune yako kidogo ya nyimbo yako ambayo umeitoa. Je, unaweza kusema nini kama Akiboy? Akiboy, mimi ningeweza kusema whoever will say this na una uwezo wa kusupport msanii wako. Ndio huyu mimi hapa Akiboy, mimi na kipaji. Mimi ni msanii najituma. Mimi naweza fanya makubwa sana hii Kenya. Mimi hapa le juu mazee nikiingia. Akiboy ndio jina mazee. Akiboy ndio name pale hivi. Mimi pale mimi nikiingia pale ni mimi, mnategemea mimi na BN. Sababu hapa Kenya si ni mimi na BN. Alafu ndio ukuje upate pose hatari sana. So mimi Akiboy, mimi kama unaniona mimi Akiboy ni jina kubwa.
So kama uko na uwezo wa ku pull up msanii, ndo huyo hapa. I'm talking on myself. Yeah, mimi niko hapa ni Akiboy. Akiboy anataka support kwa ufupi. Hivyo tu. So kimiri kwa ile kitengo, labda uweze kutupea tune moja ya nyimbo yako, labda unaweza tupea gani, latest ama gani? Mimi na nyimbo nyingi. Naweza kupa latest, naweza kupa yenye sijatoa bado. Tupe latest ambao watu wakitoka pale wakienda kuitazama katika nini yako, katika mtandao wako waipate. Latest. Na nimepiga hapa kidogo, but let me do it again. Ndio. Kuna hii ngoma yangu inaitwa Ningejua. Natamani muda ungejirudia, ili nidhibiti yaliyotokea. Nimebakia tu mimi kulia, kwenye mapenzi hasa nishapotea. Tatizo langu sikulitambua, hivi upweke ndo ushanichanua. Naona bora niache kupenda mimi, nianze kulewa, nianze uraibu. Mapenzi yamenishinda mimi, sitaki kuacha, sitaki aibu. Na chocho unapendwa, muda kidogo ushatengwa. Hivi ni wewe anapenda, ama pesa zako ndo napenda? Ona na 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 na, ona na na na. Ningejua. Akiboy yani unyama zaidi yani. Sasa wewe watu wakupata wapi? Wewe uko wapi kwa mtandao yako ya kijamii, labda watu wangetoka hapo waweza kusupport labda? Baba mimi umalizi. Mimi sasa niko kila mahali, niko kama virus. Yani mimi niko kama virus. Ukienda Spotify, yani kwa digital platforms zote niko. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, X. I'm everywhere. Yes, at Akiboy. Yeah, kila mahali tu. So guys, it was a pleasure ambayo tumekuwa hapa na Akiboy mwenyewe. Unafanya unafika kwa mtandao zake za kijamii pale, unafika pale YouTube, unafika pale TikTok, unafika pale Instagram, unafika pale Facebook. Unafanyaje jamaa? Ni kusupport tu. Unapiga ka like na ka follow. Alafu kikubamba sana kama kuna jamaa kwa majuu anataka kuona, unafinya kile kiduke cha share pale. Haikuli bandozo mingi jamaa. Shilingi tu, hata saa nyingine shilingi 10, 20 pale. Una support wasanii wa kawaida. And guys, tuache tupate pale kwa the next video tuone pale mambo ambayo Akiboy amefanya. And guys, if you are new here, click the subscribe button, subscribe, like, comment and share. Let's make it up. Anaitwa Yano.